Your Excellency, Rais wa taifa yetu ya Kenya, Naibu wa Rais, Prime Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa, viongozi wa kanisa ambao wako nasi na wananchi wa kaunti ya Lamu. Naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka nirudishe shukrani kwa mwaliko wa seneta wa kaunti hii. Aliniambia kutakuwa na maombi hapa siku ya leo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nikaona ni vizuri niweze kuandamana na huyu Senator Joseph Kithuku Kamau kwa sababu moja tu, ambaye baadhi ya mengi ambaye yamenifanya nifike hapa. Sababu hiyo ni kwamba rais, wakati uchaguzi uliisha na tukajipata kule katika bunge la Senate, hata kabla ya wanachama wa chama chake cha Jubilee kujiunga nasi, huyu senator alikuwa tayari ameshaanza kufanya kazi na upande wako wa serikali. Hakuna mswada hata moja ambaye umekuja kule bungeni ambaye yeye amepiga kando na vile sisi tunataka katika timu yetu. Kwa hivyo wakati alinipa mwaliko, nilisema lazima nije nijumuike na wakaaji wake wa Lamu kwa heshima ambaye huyu seneta wenu ametupa. Ile kidogo tu ambaye amesema rais, ni mimi kweli nilikuwa nimemtuma huyu seneta wa Kiambu nikamwambia, wewe enda angalia yeye, pengine wakati ule waliungana kwa ile kikundi yao alijifunza hiyo tabia mbaya ya wale watu walikuwa. Lakini sasa ninaweza kuwadhibitishia kwamba mambo ya maandamano yeye haelewi kabisa. Na ndio maana amesema afadhali afanye kazi na upande wako. Kwa hivyo mimi nashukuru nimefika hapa Lamu. Unajua pale Senate, Mheshimiwa Rais, ndio tunapika ugali ya Kenya ya devolution. Na mara nyingi pale ndio tunagawa. Sema kaunti hii ipate kiasi fulani. Na unajua ni vizuri kufika hapa Lamu sababu vitabu vya serikali haielezei historia yote vile iko. Kama ukisoma sasa historia ya Lamu, watakupatia tu population peke yake na pengine size, kwambie watu ni wachache na shamba sio kubwa sana. Hawasemi kwamba kuna tabu nyingi sana hapa. Sababu nimewasikia viongozi wakizungumza, wanaweza andika ile kitabu katika Biblia inaitwa Lamentation. Sijui kwa Kiswahili inaitwa nini? Maombolezi. Kuanzia mama county, mjumbe, governor, kila mtu ako na shida saizi. Ile mimi tu nataka niwahakikishie nyinyi watu wa Lamu, kuanzia leo na kupitia kwa vile seneta wenu wamesema, wakati tutakuwa tunagawa utajiri wa nchi ya Kenya, mimi nitakuwa nawaangalia nyinyi watu wa Lamu na macho ya upendo. Sababu ndivyo rais ametufundisha kwamba tuwe watu ambao tunawafikiria. Kaunti zote ni sawa, lakini challenges ni tofauti. Na yale ambayo tumewasikia hapa Lamu, kweli nyinyi mnafaa kupewa macho ya karibu zaidi kushinda ile ya kawaida. Mimi nawapatia hilo hakikisho. Ya mwisho tu rais, ni kukubaliana na mchungaji ambaye wakati alizungumza, karibu mimi nisimame na kiti kwa kumshangilia. Sababu yeye alisema jambo ambalo mimi naona ni kama Wakenya wamesahau. Wakenya wamesahau kwamba mimi mara mingi husema hii Kenya ni kama basi ambaye wakati wewe ulipewa ilikuwa kwa mtaro, dirisha imevunjika, brake imekatika, hakuna handbrake na miguu imeangalia juu. Na ukaambiwa tafadhali ngangana naye mpaka irudi kwa barabara. Kwa bahati mbaya tu, wakati wewe unatafutia tairi mpya, unajaribu kuunganisha handbrake, ati ule anaongoza kupiga kelele ni Sanbalat, ule hao wananchi wanamjua, na wakati Kenya ilikuwa inaenda kwa mtaro, yeye ndiye alikuwa makanga wa ule alikuwa anaendesha. Yeye ndiye alikuwa anamwambia kanyagilia mafuta kabisa, na sasa hiyo basi iko kwa mteremko na haina brake. Mwisho tulijipata kwa mtaro. Mimi ningependa tu kuambie, wewe kaa kama Nehemia vile mchungaji amekuambia. Ziba masikio na utengeneze Kenya mpaka iwe nchi ambaye watu wengi wakiangalia wanaitizama. Hii makelele ambayo unasikia, tafadhali wewe ziba masikio, ngangana na nchi ya Kenya. Tabu ni nyingi. Yule ambaye anapiga kelele sisi tumemzoea. Tunajua wakati yeye amewekwa kando kwa baridi asikie njaa, ndiye anakumbuka bei ya unga. Wakati walikuwa wanakula pesa ya COVID, hakujua unga ni bei kali. Saa hii amekaa nje ya serikali, ati ndiye anakumbuka bei ya mafuta na unga. Hapana, tafadhali mwambie kama yeye ana njaa. Na unajua ule mzee alilishwa na Rais Moi sababu ya kuleta kelele. Yeye anakula peke yake, anawacha watu wake nje.
Rais Kibaki akamlazimisha 2007 mpaka akatafutiwa kakitu, akatulia. 2017 akaletea hiyo vitisho Rais Uhuru mpaka akavuruga serikali. Wananchi wa Lamu, hapa 2022 amtishe rais wetu tena? Mtakubali hiyo maneno? Sisi tunasema badala ya kulisha mzee mmoja, wewe lisha Wakenya wote sasa safari hii. Yeye ashibe, atosheke na aende nyumbani. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana.